Bwana Yesu asifiwe. Ninakukaribisha katika kipindi kizuri ambacho kinaletwa hapa katika shule yetu ya Mafinga Boys Sekondari, ambayo mafundisho haya yataletwa na Mkalawaya nikiwa kama chaplain katika shule hii. Na masomo yetu muhimu tutajikita katika kujifunza habari ya malezi ya watoto na vijana. Maana tunaishi katika kipindi kilichoharibika, dunia imechanganyikiwa. Walezi wamekata tamaa, wazazi wamekata tamaa, walimu wamechoka na changamoto, lakini kupitia neno la Mungu na vitabu vingine vya kiroho vinatufundisha namna ya kuwasaidia hawa watoto. Na haya mambo tutajifunza kupitia saikolojia, tutajifunza kupitia neno la Mungu na vitabu vingine vya kiroho ili kumjua huyu mtoto na namna ya kumsaidia. Na kabla hatujaendelea, ni waalike tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana katika siku hii ya leo. Tunatamani kujifunza habari ya malezi ya watoto. Peke yetu hatuwezi. Wewe Mungu ndiye unayejua namna ya malezi. Tufundishe kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Tutaangalia habari za malezi ya watoto, na dunia leo imeletewa mafundisho kadha ambayo kwa hakika yamekuwa yakiwapotosha watoto. Tumekuwa na walimu wengi, na walimu hawa, movie amekuwa ni mwalimu, internet amekuwa ni mwalimu, vyombo vya habari amekuwa ni mwalimu, na hali hiyo imefikia hatua imewayumbisha watoto kwa kupitia hizi katuni, kwa kupitia hizo movie wanazoangalia, ziwapoteza hata wanashindwa kuwa na mwelekeo ulio sahihi. Kitabu kile cha Mithali sura ile 22 na ule mstari wa 6 inasema, mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Mlee mtoto katika njia impasayo. Kumlea ni kufanya nini? Ukiangalia Biblia ya Kiingereza, natumia Revised Standard Version, anasema train. Train. Ukiangalia hili fungu, train ni kulea, ni kufundisha, ni kufunza, ni kukuza, ni namna ya kumsaidia kupitia kuzoelea maadili yale ambayo unakuwa umempatia. Sasa kitabu hiki cha Mithali ameeleza katika lugha hii, ngoja nisome hapa. Anasema, train up a child in the way he should go, and when he is old he will not depart from it. Kwamba hata kama umtrain huyu mtoto katika njia ile inayofaa, naye hakika hata acha hayo uliyomfundisha nayo hata anapoenda kukua. When he grew, anapokuwa hata potea katika hayo. Sasa dunia leo imekuwa na mambo mengi, na dunia leo imewalisha watoto hata matando yaliyo ni matando mwitu. Ukiangalia kile kitabu cha Wafalme kidogo, Wafalme ile wa pili sura ile ya 4, Wafalme wa pili sura ile ya 4, tutaangalia mambo machache hapa. Dunia leo jinsi inaweza kupoteza vijana, tutakwenda kwa haraka. Wafalme wa pili sura ile ya 4 na ule mstari wa 38 inasema, Elisha akafika Gilgali tena. Katika lugha ukisikia tena, maana yake alikuwa amefika kwanza hapo awali. Hapa anasema Elisha akafika Gilgali tena. Kutoka wapi? Ukiangalia hizi sura zilizopita, wakati Elisha alipokuwa akimsindikiza Elia, au Elia alipofikia hatua ya kupaa kwenda mbinguni, alimchukua mtumishi wake aliyeitwa Elisha, akaondoka naye. Wakati alipokaribia kuondoka, anamwambia, ewe Elisha, baki hapa, nataka nifike Yeriko. Elisha akasema, kama Bwana aishi hivyo sitakuacha, tutakwenda wote mpaka wapi? Mpaka Yeriko. Sasa Bwana, baki hapa Yeriko, mimi nataka nifike mpaka Betheli. Kama Bwana aishi hivyo sitakuacha, tutakwenda nawe. Akaondoka. Baadaye akamwambia, sasa Elisha, sema jambo nikutendee kabla sijaondoka. Akasema, naomba roho yako ewe Elia maradufu. Na Elia alipoomba lile kwa Elisha, Elisha alipoomba kwa Elia umeomba jambo kubwa mno, lakini ukiniona kuondoka utapata. Na ndio unaangalia wakati Elia anachukuliwa kwa upepo wa kisulisuli, anachukuliwa na kwenda mbinguni, Elisha alikaa akiangalia, Bwana wangu, tazama pana farasi na magari. Akaangalia lile vazi la Elia likashuka kwa Elisha, Elisha akalivaa, akapata ile nguvu maradufu. Sasa anaporudi ndipo unafika hii sura ya 4 hapa, anasema Elisha akafika Gilgali tena, akitokea kwenye ile safari ya kumsindikiza nani? Elia. Sasa anasema hivi, ule mstari wa 38, Elisha akafika Gilgali tena, na kulikuwa na njaa katika nchi, na hawana wa manabii walikuwa wakikaa mbele yake. Akamwambia mtumishi wake, teleka sufuria kubwa uwapikie wana wa manabii. Na mmoja wao akaenda nje kondeni ili kuchuma mboga.
akaona mtango mwitu, akayachuma matango mwitu, hata nguo yake ikawa imejaa, akayapasua sufuriani, kwa maana hawakuyajua. Basi wakawapakulia hao watu ili wale. Ikawa walipokuwa katika kula chakula, wakapiga kelele wakasema, mauti imo sufuriani, mauti imo sufuriani, mtu wa Mungu! Wala hawakuweza kula. Lakini yeye akasema, leteni unga, naye akautupa ndani ya sufuria, akasema, wapakulie watu ili wale, wala hakikwamo kitu kibaya sufuriani. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia wakati Elisha alipokuwa amekaa na wana manabii, katika Biblia unaposoma wana manabii sio watoto manabii, ila walikuwa ni wanafunzi waliosoma katika shule za manabii. Huyu alikuwa ni mwanafunzi, walikuwa wanafunzi wanakaa pale, mwalimu wao akiwa ni Elisha na manabii wengine. Iliitwa shule za manabii. Kwa hiyo wanafunzi wale waliitwa wana wa manabii. Sasa somo linasema ikawa alipofika, kulikuwa kuna njaa katika nchi ile. Elisha akamwambia mtumishi wake. Mtumishi wa Elisha anaitwa Gehazi. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia Gehazi, teleka sufuria kubwa. Teleka ni lugha yenye maanisha tenga. Weka hapo kwenye moto sufuria, uwapikie wana manabii. Biblia inasema alimwambia Gehazi ateleke sufuria. Lakini ukiangalia nafuata, na mmoja wao akatoka. Sio Elisha, sio Gehazi. Mwingine aliposikia tu anasema ni wale wanaojiongeza. Akajiongeza. Aliposikia akasema sasa, na mmoja wao akasikia, akaenda nje kondeni ili akachume mboga. Amesikia teleka sufuria, akafikiria mbona sasa hamna cha kupika. Akaenda nje kondeni, akaenda huko, akalikuta tango mwitu, akalichuma, akayajaza kwenye nguo, anakuja nayo matango mwitu, akayakatakata, akaweka sufuriani. Sasa nafikiri hivi matango walikuwa wanapika? Maana tunajua matango hayapikwi, lakini ukiangalia Biblia ya Kiingereza inasema the wild pumpkin. Wild pumpkin ni maboga pori ambaye aliweka, akakatakata, akaweka sufuriani, yakaanza kutokota, yakaanza kuiva. Yanapoenda kuiva, akapakua wapi watu. Anasema watu walipokula, mtu wa Mungu, mauti imo sufuriani. Yaani yalikuwa ni machungu, wakahisi ni kifo. Anasema baada ya mtu wa Mungu alipoitwa ambaye ni Elisha, akarudi, akachukua unga, akaweka sufuriani. Anasema akawaambia wapakulie watu, hakukuwamo kitu kichungu tena, wala hakuwemo mauti tena. Bwana Yesu asifiwe. Nini tunajifunza? Bwana ametupa jukumu kama wazazi. Bwana ametupa jukumu kama walezi. Teleka sufuria, wapikie watoto. Tafuta chakula kicho. Tunapozungumza kupika chakula kwa maana ya malezi, tunazungumzia kuwapatia watoto malezi sahihi. Tuwafundishe watoto wapate chakula kilicho bora, mafundisho yaliyo sahihi. Lakini tumepewa jukumu hili, tumeliacha kama Gehazi aliyeliacha. Ameacha maagizo ambayo Bwana amemwambia. Mtu mwingine anajiongeza. Nani anajiongeza sasa? Dunia leo kuna walimu kadhaa ambao wameamua, kama yule mmoja aliyeamua kutafuta matango mwitu. Wapo watu leo wametafuta yaliyo ya mwitu na kuwalisha watoto wetu, wanafunzi wetu, watoto wetu uliowazaa, watoto tunawalea ikiwa ni hapa kanisani, watoto tunawalea ikiwa hapa shuleni na sehemu nyingine, wamekwenda kula matango mwitu ambayo ni machungu, wakila mauti imo sufuriani, mauti imo sufuriani. Kwa kweli leo ukiangalia watoto waliofundishwa ni mauti. Watoto wafundishwa mambo ya ajabu. Internet imefundisha watoto mambo ya ajabu. Ukiangalia mambo ya vyombo vya habari, mambo ya ajabu. Dakika 2 tu ukiwasha TV hivi, dakika 2 kuna katangazo kamepita, watu wapo uchi. Dakika 2 kuna watu wamepita wametangaza pombe. Utamlea mtoto katika namna hiyo? Akulie katika hayo? La hasha. Nini cha kufanya? Anasema alipojua mtu wa Mungu huyu Elisha, alipojua kwamba hao watu wamelishwa matango mwitu, akasema leteni unga, akautia sufuriani, hakukuwemo na kitu kibaya tena. Nini tunajifunza? Wapendwa, watoto wetu wameharibika. Wapendwa, wanafunzi wetu wameharibika. Vijana wetu wameharibika. Wamejaa na madawa ya kulevya wengi huko duniani. Wengi muziki imeuharibu, ulevi umeuharibu, mitindo ya ulimwengu imeuharibu. Nini cha kufanya? Maana matango mwitu wameshakaa tayari, wameshayara tayari, yamejaa. Tunawezaje kwamba chakula kilicho bora? Hatuna namna ya kuyatoa yale matango waliokula. Maana hatuoni Biblia ikituambia kwamba huyu mwenzetu alisema leteni maji tuoshe sufuria. Hapana, alichokifanya akasema wekeni unga. Jambo pekee ni kuwapatia watoto wetu vitu vilivyo bora. Tuwapatie watoto wetu vitu vilivyo sahihi. Tukiwajazia vitu vilivyo sahihi, tukiwawekea akilini mwao, yale mabaya yanatoka yenyewe. Hakutakuwemo na kitu kibaya tena katika akili za watoto wetu. Ninatamani mpendwa, katika channel hii ya Mkalawaya Channel, endelea kuifuatilia.
Kuna mambo kadhaa tutajifunza zaidi. Malezi, tunawaleaje watoto wetu? Uanze kumlea mtoto akiwa na umri gani? Ni wakati gani wanamsikiza mzazi? Kuna wakati gani wanamsikiza mwalimu? Kuna wakati gani wanamsikiliza rafiki? Ili tuwe rahisi kuwasaidia, lazima tujifunze. Na tutajifunza wapi? Kupitia channel hii makini ya Mkalawaya Channel. Bwana akubariki sana. Mpendwa, nipende kukutia moyo, usiache kufuatilia channel hii. Unaweza ukasubscribe, ukacomment, ukashare na wengine. Kama kuna swali uliza, nitakuwa nafuatilia hizo comment. Kama kuna swali nitakuwa napitia ili tuweze kujifunza zaidi na zaidi. Lengo ni kuwasaidia vijana wetu. Karibu sana katika channel hii. Karibu sana katika mafundisho ya makini ambayo yanaletwa kutoka hapa Mafinga Boys Secondary, ikiwa ni shule iliyopo katika halmashauri ya mji wa Mafinga, katika kijiji cha Ndolezi, kata ya Boma. Tupo hapa, tunaendelea kubarikiwa, tunaendelea kuwasaidia vijana wetu kuyaondoa matango mwitu yaliyojaa katika vichwa vyao ili wapate chakula cha bora. Bwana awabariki. Niwaalike tupate kuomba. Baba wa milele, tunakuomba utusaidie. Swala la malezi limekuwa ni swala gumu, linatesa, limekatisha tamaa. Lakini Mungu nakuomba, msaidie msikilizaji, msaidie mtazamaji, msaidie mfuatiliaji wa channel hii aweze kuelewa, na tuweze kuelewa sote, tuwasaidie watoto wetu. Wamelishwa matango yasiyofaa, vyakula visivyofaa. Tunatamani tuwapatie chakula bora, mafundisho yaliyo bora, malezi sahihi ili waweze kuokolewa. Tubariki, tuongoze, mtie nguvu ile mzazi aliyekata tamaa, msaidie ile mwalimu aliyeacha kabisa jukumu lake. Tusaidie sote, tuwasaidie vijana hawa na wazazi na walimu na wazazi wote, tukishirikiana utusaidie. Na watoto hawa wewe kwa Roho Mtakatifu ukiwafundisha, tuna imani watakuwa ni watoto bora katika ulimwengu ulioharibika. Neema yako atosha nikabidhi kwako, jina la Yesu Kristo. Amina. Bwana akubariki.